Karibu sana mdogo wangu. Nilifikiri utapotea, maana umezoea mambo ya mjini. Hapana kaka, mimi siwezi nikapotea. Ukizingatia hichi kijiji ni kidogo sana. Wacha nikupelekee begi ndani, nikuoneshe mahala pa kupumzika. Mambo mengine tutaongea baadaye. Sawa, hakuna shida. Siku hizi Masudi amekuwa na dharau sana. Toka alivyoteuliwa kuwa kiongozi msaidizi, anaona ameamaliza. Ni kweli kabisa. Maana hasa jana hajatokea Kilingeni na hajatoa taarifa yoyote ile. Ni kweli kabisa. Kwa hilo swala na waunga mkono. Mimi naona tusiongee sana. Tusubirie mkuu tuone atakuwa na maamuzi gani juu ya swala hili. Ni kweli kabisa, tusubiri muda ufike. Sawa sawa. Jana kufika Kilingeni. Na mbona ukutoa taarifa? Kwa nini unafanya mambo kwa makusudi? Habari za siku Hansi. Umekuja lini hapa kijijini? Na siku kadhaa toka nimefika. Vipi, nikajua hutonikumbuka? Hapana, mimi nakukumbuka vizuri sana. Sawa, acha mimi nifike nyumbani. Hapana, kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Mkuu, na matatizo nyumbani kwangu. Matatizo gani hayo? Pale nyumbani kuna mdogo wangu kutoka mjini. Kila nikitaka kutoka anakuwa jalala. Ananichungulia. Nashindwa kutoka mkuu. Sawa. Hilo swala ni dogo sana. Nitakujulisha kitu cha kufanya. Sawa mkuu. Tunaweza tukaondoka. Mazingira hayo sio rafiki. Nitakutafuta nikitulia. Tutaongea. Sawa, hakuna shida. Sawa. Lengo na madhumuni ya kuwaiteni hapa, mwanachama mwenzetu Masudi, mdogo wake anamsumbua sana, hivyo anashindwa kufika hapa Kilingeni. Bora tumeonana, maana ni siku nyingi zimepita hatuonani. Ni kweli, habari za siku. Nzuri, mbona umetusaliti ghafla? Mimi sioni sababu wala faida za kuwa mchawi. Tunahitaji kujua ana matatizo gani na ana shida gani. Kama ilivyo ada ya chama chetu, tunapendana kwenye shida na raha. Nimefurahi kusikia wanachama tunapendana sisi kwa sisi. Faida mbona zipo nyingi sana? Kwa sasa sitaki kuzungumzia hayo mambo. Kifupi, sitaki uchawi tena. Nashukuru umeitikia wito. Hapo mwanzo nilikuwa mtu mbaya sana. Ila kwa sasa nimeacha.
Bado sijakuelewa unamaanisha nini? Mimi unaponiona hapa, nilikuwa mchawi, nimeua watu, nimetesa sana watu. Ila kwa sasa nimeacha, ila kaka yako ndio tulikuwa nafanya naye kazi. Hapana. Kakangu mimi hawezi kuwa katili kiasi hicho. Kuna jambo ambalo linaniumiza sana. Jambo gani hilo? Unafahamu fika, muda wangu wa kutoa kafara umekaribia. Ndiyo nafahamu. Kinachoniumiza sio kumtoa kafara. Wazazi wangu na kaka zangu wote wameshakufa, tuliwala nyama. Kakangu mimi hawezi kuwa mtu mbaya kiasi hicho. Dada yako unajua alipo? Hakuna asiyetambua dadangu mimi alishafariki. Na watu wote tunatambua hilo na tulimzika. Hapana. Dada yako, kaka yako ndo alimuua na alimfanya kuwa msukule. Ila ameshamla. Hilo lisikupe wasiwasi kabisa ndugu yangu. Mimi nina wazo. Wazo gani? Njoo nikwambie. Nimefurahi sana. Hilo ni wazo zuri, nilikuwa sitambui. Anza kulifanyia kazi kuanzia muda huu. Sawa? Sawa. Alimtoa msukule? Ili jambo linawezekanaje? Na mimi nitaamini vipi? Utaniamini. Mwanzoni wakati unafika, uliandaa chakula ili ule. Wakati unafata maji, unarudi, ulikuta chakula. Kama naanza kukuamini maneno yako hivi. Sawa, we nenda. Tutakutana wakati mwingine nitakwambia. Sawa, mimi nashukuru. Sawa. Nimekuita hapa, nina mazungumzo na wewe. Ndiyo mkuu. Najua nafahamu fika baba yako na mama yako tulishawala nyama. Haitoshi, kaka zako, ndugu zako wote tulishawala nyama na kunywa damu. Ndiyo mkuu, nafahamu. Na kwa nini umeniuliza? Ni muda wako umefika wa kutoa kafara. Sawa mkuu, kwa hilo usiwaze. Nafurahi sana kusikia hilo jambo. Tunaweza tukaondoka, tusubiri washirika wengine watakapofika. Sawa mkuu. Nakumbuka nilikupa ahadi kwamba atakusaidia kuwateketeza wachawi katika kijiji. Hasa muda umefika. Mimi nakumbuka uliniahidi hivyo. Lakini utawezaje kufanya hili jambo wakati wewe uliniambia umeacha uchawi? Ni kweli uchawi nimeshaacha. Maana sioni faida za kuwa mchawi. Nimewaita hapa, kuna kikao cha dharura. Kuna wanachama wenzetu niliwatuma kwenye kazi, lakini sehemu walioenda ilikuwa ni ya moto. Hivyo wamenasa na kufariki hapo hapo. Hivyo basi inatakiwa tuwastiri kwa kuwazika. Mkuu, hilo ni pigo kubwa sana kwetu. Ila ipo njia ya kuwateketeza. Ni njia gani ya kuwateketeza wachawi? Kwa hilo usijali. Mimi ndo najua tafanyeje. Tahakikisha wachawi wote katika kijiji wanapoteza maisha. Mkuu, inatakiwa tufanye kitu baada ya mazishi. Sawa, tunaweza tukaenda tukajiandaa na mazishi.
Sawa mkuu. Sawa, hakuna shida. Sawa. Hili jambo linawezekana kweli? Acha mvua inyeshe tuone panapovuja. Umetoka wapi? Nimetoka mizunguko yangu ya hapa kijijini. Lakini pia kuna taarifa nimepata ambayo sio nzuri. Taarifa gani hiyo? Kuhusu mdogo wetu. Umemtoa kafara kwa faida zako za kichawi.